Welcome. Karibu. Baada ya sehemu yetu ya kwanza, hii ni sehemu yetu ya pili la simulizi yetu pendwa kabisa la mfalme wa bahari, Captain Jack Sparrow. Karibu. Bahari yenye ukimya sana wa kutisha, lakini ndani ya ukimya huo kuna jambo baya sana linakuja. Hapa ndipo movie yetu inaanza. Tunaona nahodha Captain Jack Sparrow ambaye amerudisha meli yake ya Black Pearl. Katika sehemu yetu ya kwanza anafurahi uhuru wake na anaamini ameshinda kila kitu, lakini hajui kuwa na deni kubwa sana linalomfuata au linalomtafuta, na deni hilo si mtu mwingine na pia si mtu wa kawaida kabisa. Ni deni la kiumbe cha kutisha kabisa aitwaye David John. Wakati huo huo, tukirudi katika ufalme wa Port Royal, kuna maandalizi ya harusi ya bwana Will Turner pamoja na Elizabeth. Wanakaribia kuoana baada ya mateso waliyopitia katika sehemu yetu ya kwanza. Waliamini kuwa maisha yao yatakuwa ya amani kabisa, lakini ghafla askari wanaingia na wote wawili wanaamuriwa kukamatwa kwa sababu walimsaidia mharamia Captain Jack Sparrow kutoroka. Katika sehemu yetu ya kwanza, serikali mpya, mamlaka mapya kabisa ya bwana Lord Carter Beckett ana mipango yake mipya kabisa. Huyu si mtu wa kawaida kabisa, ni mtu mwenye nguvu nyingi na akili nyingi, alafu yuko juu ya sheria na ana ujanja kibao. Anataka kudhibiti bahari yote na kuangamiza maharamia wote duniani. Anampa kazi bwana Will. Kazi hiyo aende kumkamata Jack Sparrow, na kitu muhimu sana anachokihitaji ni moyo wa bwana David John. Anapofanikiwa kuupata moyo huo, Will na Elizabeth wataachiwa huru na Will atakubali kabisa kuanza safari yake bila kukataa. Wakati huo huo, tunamuona Captain Jack Sparrow anaanza kuona ishara za ajabu kabisa mwilini mwake. Anaanza kupata alama nyeusi mikononi mwake. Ndipo anamtembelea mchawi mmoja aitwaye Tia Dalma, mwanamke mwenye nguvu nyingi sana za kichawi, na anamwambia ukweli wa kutisha kabisa kuwa miaka mingi iliyopita Captain Jack Sparrow alifanya mkataba na bwana David John. John alimsaidia kuinua meli yake ya Black Pearl kutoka chini ya bahari baada ya kuzama. Kwa malipo, Captain Jack anatakiwa kumtumikia bwana John kwa miaka 100. Baada ya miaka 13 imepita, sasa muda umefika, lakini Captain Jack hataki kutumikia kifungo hicho milele au ahadi hiyo ndani ya meli ya David John. Kwa hiyo anatafuta njia ya kutoroka. Sasa hebu tumjue kidogo David John ni nani. Huyu si binadamu wa kawaida kabisa, ni nahodha wa meli wa kutisha kabisa iitwayo Flying Dutchman. Uso wake umejaa minyoo ya bahari, ndevu zake zinafanana na pweza hivi. Wafanyakazi wake nusu mtu nusu binadamu, yani wana viumbe vya baharini, yani ni kama wachawi wasioeleweka wanaotoka kuzimu. Kazi yake pia ni kubeba roho za watu waliokufa baharini kwa upande wa pili, lakini baada moyo wake kuvunjika kabisa kwa sababu ya upendo aliyekuwa nao kwa mpenzi wake, aligeuka kuwa kiumbe chenye hasira nyingi sana na kiumbe katili mno. Jambo ni muhimu zaidi, John alikata moyo wake mwenyewe na kuficha kwenye sanduku maalum alilolijua mwenyewe, na ufunguo pia anao mwenyewe, na anayetawala moyo wake anaweza kutawala yeye pia, na hii ndiyo sababu kila mtu anautafuta moyo huo. Wakati huo huo, tunamwona Jack anaanza kukimbia kila mahali akijaribu kujinusuru, lakini bwana David John anatuma mnyama wake mmoja wa ajabu kabisa lisiloeleweka kama pweza hivi asiyeeleweka. Jina lake ni Kraken. Kiumbe huyu ni mkubwa sana kiasi kwamba anaweza kumeza meli nzima kwa sekunde chache tu. Maharamia wengi wanaogopa hata kulitaja jina lake, lakini Jack anaficha ukweli mwingi sana. Badala ya kusaidiana na wenzake kuanza kutumia ujanja, kila mmoja ana malengo yake. Will anataka kumwokoa Elizabeth. Tunamuona Jack anataka kuokoa maisha yake. Wakati huo huo, Elizabeth anataka kutoroka gerezani. Tunagundua bwana Beckett ana mipango mikubwa sana kabisa. Moyo wake na mipango yake hatari kabisa ya kutawala bahari zote. Kwa mpango yake hiyo, anaenda mwenyewe kuwatafuta Will pamoja na Captain Jack. Safari yake inampelekea kwenye maisha ya kisiwa cha ajabu kabisa kinachokaliwa na watu wenye makabila ya asili. Wenyeji hao wanamuona Jack ni kama miungu aliyerudi, lakini kumbe wanataka kumla na kumtoa sadaka. Captain Jack Sparrow anapitia mateso kabisa ya kuchekesha, lakini ni hatari sana. Watu hawa ni kama wale wazabe huku kwetu.
Hatimaye wanafanikiwa kutoroka, safari yao inaendelea. Wakati huo huo, David John anazidi kukasirika kabisa, anatumia Flying Dutchman kuwafuatilia. Will Turner anafanikiwa kuingia kwa siri ndani ya meli hiyo, na huko anakutana na baba yake mzazi, Bold Star Bill Turner. Huyo ni baba yake aliyekuwa ametajwa katika filamu yetu ya kwanza kwa sababu ya laana na mateso ya muda mrefu. Sasa anatumikia katika meli ya David John na anamwambia ukweli mtoto wake Will Turner. Sanduku lina moyo wa David John na linaweza kuangamiza kabisa, ama linaweza kumwangamiza kabisa David John, na Will Turner anafanikiwa kupata ufunguo huo na kuiba katika mwili wake mwenyewe David John wakati amelala. Lakini kazi hiyo ndo kwanza inaanza, yani kila mtu analitaka sanduku hilo: Captain Jack Sparrow, Will Turner, Elizabeth, Norton na David John mwenyewe mwenye moyo wake. Norton naye amerudi baada ya kupoteza heshima yake kwenye filamu ya kwanza. Amekuwa ni mtu aliyeporomoka kabisa. Anaona hii ndiyo nafasi yake ya kurejesha maisha yake katika utawala wa sehemu ya kwanza aliyokuwa nao. Wanafika kwenye kisiwa hicho ambacho sanduku limefichwa. Huko mshike unaanza. Hapa ndipo mapambano maarufu kabisa yanaanza. Jack na Will Turner, Norton wanapigana kwa mapanga, huku watatu hawa kila mmoja akilitaka sanduku hilo. Wanapigana kwenye miamba juu, wanapigana kwenye ufukwe, yani kila sehemu panga zinalia. Hata sanduku lenyewe linarushwa kama mpira, yani kila mtu analipata na analikosa, yani inakuwa ni mtafute. Ni pambano la kutumia ujanja wa akili nyingi sana na nguvu, na wengine wanatumia tamaa zao. Hatimaye Norton anaingia au kufanikiwa kuchukua moyo huo kwa siri baada ya Jack Sparrow kutaka kuuficha kwenye kisanduku cha mchanga au kichupa chenye mchanga ndani. Baada ya kugundua kuwa Jack Sparrow ameificha mule, akufanya uzembe, achukua na kuondoka nao na kuliacha sanduku la mchanga pale. Anarudi kwa Beckett ambaye alimtuma au ambaye anautaka moyo huo ili kuweza kutawala bahari yote. Sasa Beckett ana silaha yenye nguvu sana kuliko zote. Ana moyo wa David John, anaweza kutawala bahari zote, mashariki, magharibi hadi kaskazini na kusini. Wakati huo huo tunamuona Captain Jack Sparrow na wenzake wanarudi kwenye meli ya Black Pearl, lakini mwisho wao unakuwa mbaya sana. Kraken anarudi tena, yani round 2. Bahari inaanza kutikisika, yani sio masiara kabisa. Vita ya huyu mdudu labda udina nyuklia, lakini sio upanga. Bahari ikaanza kutikisika na meli inaanza kuzunguka, yani Black Pearl inaanza kuzunguka. Kwa mara ya kwanza kabisa tunamuona Captain Jack Sparrow anaanza kuogopa, na nahodha huyo mwenye meno mengi sana anatetemeka kweli, yani sio poa ili dudu, na anataka kukimbia kabisa. Kwa muda mfupi anakimbia, lakini anaingia kwenye kiboti kidogo na kuiacha Black Pearl peke yake. Lakini dhamira yake inakumbuka kwamba yeye ni shujaa, si mtu wa kawaida. Bila kutegemewa kabisa, anarudi na anaamua kupigana na wafanyakazi wake wote. Wanaamua kupambana kwa nguvu moja dhidi ya Kraken, ila Kraken ni mkubwa mno. Elizabeth anagundua jambo moja sana: Kraken anamtafuta Captain Jack Sparrow pekee kwa sababu ya ile alama nyeusi aliyopewa, iliyokuwepo tangu mwanzo movie inaanza. Akiwa na uchungu mkubwa kabisa, anamkumbatia Captain Jack Sparrow, na Captain Jack Sparrow akifikiri ni ishara ya upendo kwa mwanamke Elizabeth. Lakini Elizabeth bila kutegemea, kumbe naye ana mipango mingi sana. Wakati huu Captain Jack Sparrow alizidiwa ujanja, anamfungia kwenye nguzo ya meli kwa pingu ngumu sana, na anatoa amri kwamba wengine waondoke, kuwa Captain Jack Sparrow kasema tumwache huko. Njia yake pekee ya kumwokoa Captain Jack Sparrow anabaki kwenye mikono yake mwenyewe. Captain anabaki kwenye meli yake peke yake, na Kraken hili nyama kubwa sana linamshambulia, na wengine wote wanatoroka. Captain Jack Sparrow wewe hajawahi kuishiwa ujanja, anatafuta mbinu ya kujinasua hapo. Anajinasua hapo na anatoa upanga wake na kutaka kumshambulia hilo jidudu. Nishawaambia labda uje na nyuklia. Anamkimbilia kwenye mdomo wake huku akinyanyua upanga wake, na mnyama huyo akinyanyuka kwa ujasiri mkubwa na kupiga kelele na kufungua mdomo wake mkubwa wenye meno mengi sana. Sekunde chache baadaye Kraken anaimeza Black Pearl nzima, na Jack Sparrow pia
na anatoweka. Hapo tunaona mwisho wa Jack Sparrow na kila mtu anaamini kuwa Captain Jack Sparrow amekufa. Will Turner tunamuona akijilaumu na kuumia sana na kuhuzunika kwenye moyo wake. Elizabeth pia aliyefanya tukio gumu sana kwenye moyo wake pia anajilaumu. Kila mmoja anajilaumu kabisa kwa kupotea Captain Jack Sparrow, lakini matumaini yamepotea kabisa. Wanarudi kwa mchawi Tia Dalma, yule mwanamama, lakini bado kuna siri kubwa sana ya mwisho inatokea. Tia Dalma anawaambia kuwa kama mnataka kumwokoa Captain Jack Sparrow, kuna mtu mmoja tu ndiye anaweza kuwasaidia kufungua milango hiyo ya kutaka kumwokoa. Ni nani? Mlango unafunguliwa, mtu mmoja anaingia. Ni yule nahodha wetu wa zamani kwenye sehemu yetu ya kwanza ambaye Captain Jack Sparrow alimpiga risasi. Captain Barbarossa ni yule adui mkubwa sana wa Captain Jack Sparrow. Amefufuliwa na anasema kwa tabasamu kwamba basi tuanze safari. Hapa ndipo filamu inaishia na inatuacha na maswali kwamba kuna sehemu ya 3 pia inakuja. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kuwa mwanafamilia wa DJ Mswahili. Karibu. Fika kwa DJ Mswahili utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.